anapotembea. Lakini uwepo wa Mungu anapotembea inakuwa na madhara yake. Ya kwanza, Biblia inasema Mungu akashuka muhali ya watu watatu ili apate kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini vitu viwili vilifanyika hapa. Alipotembea ndani ya nyumba ya Ibrahimu, ilikuwa kitu moja ya kuachilia kilichokuwa shida ya Ibrahimu ya kupata uzao ya mtoto. Lakini Mungu aliposhuka katika Sodoma na Gomora kutembea, ilikuwa ni kuhukumu. Sasa uwepo wa Bwana unaposhuka, unapata tunga madhara hii. Pengine Bwana akuachie uzao, ama pengine Bwana akupeleke uzao ulioko nao. Lakini mimi siku hapa ili kuambia kwamba Bwana anakuja kupika, lakini niko nakuja kuambia huyu Bwana anakuja kukuachia hii kitu. Bwana kuambia kuachia uzao juu ya maisha yako. Ndani ya huduma unahitajika uzao. Ndani ya kazi zetu kunahitajika uzao. Ndani ya maisha yetu, afya yetu inahitaji uzao. Amen. Amen. Na hii neema asubuhi ya leo acha itembee juu ya maisha yako. Na hii neema siku ya leo acha itembee juu ya huduma yako. Na hii neema siku ya leo acha itembee juu ya kanisa hili. Amen. Tafuta sana katika yote ulioko nayo. Tafuta kutembea na hii wewe wa Bwana. Amen. Amen. Nilikuwa naelewa Adamu na Eva sana walifanya dhambi. Kitu ya kwanza, Mungu hakumind about dhambi walifanya. Amen. Kitu ya kwanza, Mungu anamwambia tu Adamu, uko wapi? Amen. Amen. Sio nini Mungu akaanza kumwambia Adamu ulifanya nini? Alimuuliza Adamu, uko wapi? Sio nini Mungu alimuuliza? Ni juu Adamu sasa alisikia uwepo wa Bwana alijificha. Manake muluga ingine naweza kuwa nimekosea ulimwengu, lakini ni ndani ya uwepo wa Bwana tu ndo napata tena kukubalika naye. Lakini pale uwepo wa Bwana nitasidi tu kupotea. Amen. Amen. Ni ndani ya uwepo wa Bwana tu tunakuwa na ile neema ya kuyabadilisha tena maisha yetu na kufanya upya. Ni ndani ya uwepo wake tu. Manake unaweza fanya yote unataka, lakini hakikisha kwamba uwepo wa Bwana uko unatembea na wewe. Acha nikwambie, atofanikiwa lakini bila uwepo wa Bwana uko na sirasi ya kushindwa kesho. Lakini akamwambia Mungu, wewe kama wewe na uwepo wako usipoenda na sisi hatutatoka. Uwepo wako Bwana usipoenda na mie, na hii kazi siwezi. Uwepo wako usipokuwa nami, na hii ndoa siwezi mbia hapo. Uwepo wako usipokuwa nami, huduma hii sifanyi. Uwepo wako usipokuwa nami, hakuna. Tatizo haiko muda ndio unapitisha mbele ya Mungu. Tatizo haiko muda ndio unafanya mkazi. Ni kwenye huko unapeleka uwepo wa Mungu. Amen. Tuende kule kwenye huko pia uwepo wa Mungu iko. Lakini itaposhuka hapo, itafanya nini ndani ya maisha yako? Amen. Haijalishi. Uwepo wa Mungu ndio utafanya tu tofauti yako na watu wengine. Kama kwa hii mtu tuko hapo, acha nikwambie hii mtu tuko hapo, hata uze gari ya hautashitula mtu mwenyewe hapa. Lakini tofauti yako ni wewe na uwepo wa Bwana. Hata ujenge nyumba, papa, kama una uwepo wa Mungu, utakuwa tu sawa na wengine. Kwa maana naomba sana tafuta uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu papa. Amen. Uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Ile ni kweli papa. Ndio nasema Sauli akakimbiza mtoto wa Daudi, ndio akakimbiza Daudi. Daudi akakimbilia Samuel mwenye iko na uwepo wa Mungu. Lakini panafika watu wakaanza ndio mtukana. Lakini yeye alijua sijakosea huyu Mungu. Bado nina huyu Mungu. Hapa kwenyewe niko mchafu zaidi. Huyu kesho Bwana atanitengeneza. Hapa kwenyewe niko ndani ya utumwa, lakini Bwana atanirudishia tena kiti changu cha ufalme. Haijalishi situation iliyoko hapo. Haijalishi ndio napitia, lakini eske wewe bado una uwepo wa Mungu pamoja na wewe. Kama una uwepo wa Mungu,
kwenye ulianguka na kwenye utawakimbia. Ile manyumba kusema wanaonichimbia mashimo, wakati kukia kama una uwepo wa Mungu